tunakutana wote kwa pamoja hapo. Hakuna mtu anayesema eti unaanzisha account ya Facebook upo wewe tu mwenyewe for wote. Yani utajikuta tu connect na watu, uta connect na kama ni makampuni, mataasisi, vikundi, yani watu mbalimbali, biashara za watu, clubs hizo za mipira, sio nini, utakuta una associate nao. Umeona, ndio ile audience yake ndio iko hivyo. Lakini hizi tools ni wewe tu. Unaweza kawa nayo wewe tu huko, unaitumia wewe tu kwa ajili ya kukusaidia ku-execute jambo fulani. Na mifano yake ndio kama hiyo unaona. Lakini kwenye digital platforms ndio kama hizo, tuna hizo Airbnb, kuna hizo Facebook, hizo social media zote hizo ni platforms ambazo sasa zina connect wadau sasa kwa ajili ya kubuild hiyo communities. So hebu tuziangalie kwa haraka, tupite kwa haraka kwenye hizi platforms au tools mbalimbali ambazo zipo, and I think hii ninairudia, so nataka nipite haraka ili tuje tu connect kwenye kule ambako tunataka tuende. Kule ambako tunataka twende. So hizi digital platforms or tools zenye zinaencompass hiyo wide range of technology, yani kuna zinajumuisha teknolojia ambayo inatumika kwa uwanja mkubwa sana kwenye maeneo ya communications, kwenye maeneo ya productivity, kwenye maeneo ya ile tunaita collaboration. Labda kama kuna kitu mnataka mkifanye pamoja kinaonekana hapo, yani ndio hizo platforms au tools zina kazi yake. So kwa mfano kuna ili kundi la kwanza ambalo ni platforms au ni digital tools au digital platforms ambazo zimejikita kwenye maeneo ya communication and collaboration, yani kwa ajili ya mawasiliano na kukutana as a team. Yani kama kuna kitu tunataka tukifanye, tunakifanya as a team. Kwa mfano kuna hizo messaging app hazo ni Slack and Teams ambazo zenyewe zinasaidia kwa ajili ya kuwasiliana na team. Lakini kuna hiyo email, hizo email, kuna Gmail, kuna Yahoo, kuna Outlook kwa ajili ya formal and informal communication. Ndio maana mataasisi mengi yanatumia email. Just hiyo ni unakuta hiyo ni formal, yani formal communication. Unataka kuwasiliana na taasisi fulani, kuna email pale, nitumie email yako, nitumie email. You see, kuna video conferencing, ndio hizo unakuta kuna Zoom, kuna Google Meet, na baadhi ya zingine ambazo zenyewe kwa ajili ya face to face meeting. Kwa mfano kama hii sasa hivi tuliopo hapa, hii ni video conferencing, maana yake niko ipo kwenye kundi la communication and collaboration. So we are here together, tunaweza tukaonana, tukafungua hapa video, sema tu kwa sababu ya kuweka hiyo mazingira vizuri, hatuwezi kuwasha video, lakini tunaweza tukawasha video tukaonana vizuri. Kwa hiyo iko hivyo. Pia unaweza kutumia Zoom, na yenyewe pia ipo kwenye eneo hili la communication and collaboration. Lakini pia tuna hizo project management platforms ambazo zenyewe zipo kwa ajili ya kuorganize task mbalimbali na kuprogress hiyo kufacilitate teamwork. Kwa mfano kuna Trello, unaweza ukazitafuta tu hizo, utaziona zinavyofanya kazi. Kuna Trello, kuna Asana, kuna Monday.com. Hizo ni kwa ajili kama una kazi yako kwenye kikundi, inakusaidia sana kuorganize, yani task, shughuli zako zote wewe kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Lakini ukishajua hizo task zako, pia zinakusaidia kufanya track hizo progress, kwamba okay, hii task ilifikia wapi. Yani ni platform inakusaidia kabisa wewe kulead, kwamba ukifuatilia hiki kitu unatakiwa labda hii task ilitakiwa by Tuesday hiyo imeshakamilika. Unashangaa yani inakusaidia kutrack progress. Lakini pia kama kuna watu unaofanya nao kazi, inasaidia kufacilitate teamwork, kufacilitate teamwork. Lakini pia tuna hiyo collaboration platforms. Collaboration platforms hizi zenyewe zinasaidia tunasema allow for real time document editing collaboration. Kwa mfano kuna Google Workspace and Microsoft 365. Sasa hii Google Workspace, kwa mfano mimi ninafanya kazi na hawa watu wako nje ya nchi. Tanzania niko mwenyewe ndiye ninaye supervise Tanzania nzima project ambayo tunafanya. Kwa hiyo nikitaka kwa mfano mwisho wa mwaka
ile mwezi wa 12 huwa tunavyoandika donor report sasa kwa mwaka mzima, ili tuwatumie donors. Hawa watu sipo nao Tanzania, hatuwezi kukutana nao. Sasa tunakutana nao vipi ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja? Kwa huwa tunatumia hii Google Workspace. Yaani unakuta document iko pale pap, wote tuko pale tunaishambulia. Kwa mfano George, nimepewa labda task ya kuandika issue za mambo ya success stories. Joanita amepewa taski ya kuandika labda kuandika activities zote zilizofanyika kwa mwaka mzima. Labda Sala, yeye amepewa taski ya kufanyaje, ya kutafuta nini, kurekodi figures, labda namba ya beneficiaries, sijui kama kwa vijana walikuwa wanafanya biashara tujue wameingiza income kiasi gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unajikuta kama jamani, tunafanya kazi, tunakutana leo saa ngapi? Saa 2:30 usiku. Ikiwepo pale, yani unakuta kila mtu yuko pale ana edit sehemu yake, na wote document iko moja na wala iwachanganye. Iko pale, mimi na eneo langu la success story naandika, tuna edit. Yule nani Joanita yuko pale na eneo lake la activities done, na yeye anaandika tu. So unaona ni kitu ambacho kinasaidia hiyo real time document editing and collaboration. Na kwa mfano kama ndo tuna bosi mkubwa tunaye pale, kama kuna section hajaelewa, anai-comment tu pale, George, hii sehemu sijaelewa ulikuwa na maana gani? Tunaona pale, unamjibu pale, anaona okay, sawa, mnakubaliana. So unaona ni platform ambayo inawa connect, inawafanya mcollaborate, yani mnaishambulia document kwa wakati mmoja na kazi inafanyika in a perfect way, mkiwa mko kwenye on the screen, kila mtu yuko kwake, huyu yuko Tanzania, huyu yuko Uganda, huyu yuko Kenya, mna hiyo document mnafanya hapo. Okay? Yeah, so hiyo ni collaboration platforms. Lakini pia kuna hizo platforms za internet platforms au internet tools kama Yammer, Confluence, ambazo zenyewe zinasaidia kufacilitate internal communication and sharing within a organization. Kwa yani kama mnataka nyinyi mpeane tu kuwasiliana ninyi kwa ninyi ndani ya organization husika, huwa wanatumia sana hizi Yammer and Confluence au internet platforms. Jamani, are we together? Tunaenda pamoja eh? Yes, okay. Kundi B tuna hizi zinaitwa educational and learning. Educational and learning ni kundi hili la hizo. Kuna platform na tools ambazo zenyewe ni maalum tu kwa ajili ya mambo ya education learning, kwa ajili ya elimu na kujifunza, mambo ya academic. Kwa mfano tuna hizo learning management system, LMS, ambapo humo ndani kuna Canva, kuna Google Classroom, ambazo zenyewe zipo kwa ajili ya kuprovide platform kwa wale educators, ma trainers, labda kama ni wakufunzi, ma lecturers, kwa ajili ya kudeliver content. Anafundisha pale, lakini pia ana track progress na kucommunicate na wanafunzi wake. Kwa kama wewe ni lecturer au na wanafunzi wako unataka uwe unakutana nao labda kwa muda fulani, so unaweza ukatumia Canva, unaweza ukatumia Google Classroom kwa ajili ya kukusaidia wewe kudeliver content, lakini hiyo itakusaidia kutrack progress za wanafunzi wako, lakini pia hapo itakusaidia kucommunicate na wanafunzi wako, kujua wameelewa, kama kuna changamoto wanashare na wewe. Lakini pia kwenye hili kundi kuna tools zinaitwa interactive learning tools. Kwa mfano hiyo Kahoot, kuna Socrative, kuna Quizlet. Hizi zenyewe zinatumika au zinasaidia ku gamify learning, yani kwamba kutoa zile tuna zile chemsha bongo kuna hizo chemsha bongo kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo sasa kuna hizo michezo ambayo inatengenezwa, inawekwa kwa ajili ya kusaidia learning process. Humo ndani utakutana na quizzes mbalimbali, humo ndani utakutana labda na assessment mbalimbali, humo ndani utakutana na interactive activities mbalimbali, kama ni group work, kama ni vitu vya kufanya nini kumsaidia mwanafunzi au mtu anayejifunza aweze kuelewa zaidi content fulani ambayo anatamani kuielewa. Lakini pia kwenye kundi hili kuna hii inaitwa educational apps. Hizi education apps zenyewe kwa ajili ya kuprovide educational resources, kama unataka vitabu, journal mbalimbali, articles mbalimbali, ndo wanaweza wakatumia hizi. Kwa mfano kuna hizi Duolingo hawa wana offer language learning. Kama unataka kujifunza Kichina, unataka kujifunza Kifaransa, unataka kujifunza Kiingereza, kwa hiyo unaweza ukatumia Duolingo, utakutana na huko language mbalimbali utajifunza. Kwa wale wanaotaka kuprovide hizo materials mbalimbali, kutaka vitabu sio na nini, ndo wanaweza wakatumia
Khan Academy. Kwa hiyo ukiingia mitandaoni ukatafuta tu Khan Academy, Duolingo, zinakuja pale, una uwezo tu kuzitumia na zikakusaidia. Yes, lakini pia za kuongezea hapo, kuna hizo social media platforms kama Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Kwa mfano hii LinkedIn watu wengi sana waitumii, wengi sana, na this is one of the professional platform guys. Mimi niko huku nakumbuka last month nilikuwa tagged na one of my bosses ambaye niliwahi kufanya naye kazi miaka ya nyuma. Yuko kwenye ofisi, kwenye shirika fulani anafanya kazi, wakawa wametangaza kazi, akaona wanataka mtu mmoja kutoka Tanzania. Nikaona nimetagiwa LinkedIn, kwenda kuingia, kumbe kuna kazi, akaniambia George, apply hiyo kazi tumetangaza Tanzania. Mbona kwa nika apply nikatuma, so I'm waiting. Kwa naweza mimi nafanya kazi ya consultation, so naweza nikajikuta napata deal na shirika lingine. So LinkedIn jamani guys, kama hauna account please kafungue. Ile ni professional link, inakutangaza. Yaani kule ukiweka profile yako, watu wakaona profile yako wakakupenda, wakatamani kufanya kazi na wewe. Even international organization ambao wanapenda kuwa na project, remote projects, uko zako Tanzania mnafanya kazi kama hivi, this is one of the platform ambayo itakuconnect. Mtu akipita tu pale anaona profile ya Joanita hii hapa, anacheki, anaona huyu mtu kweli tunaweza tukafanya naye kazi, kumbe ana uwezo huu, ana uwezo huu, ana uwezo huu. Akiona profile ya Sala, akiona si profile ya nani, wanakuwa interested, na unakuta kabisa wanaweza kukumessage, bwana tumeona tunataka tufanye kazi 1 2 3. So this is very professional platform ambao I recommend vijana wenzangu kuitafuta. Fungua account uwe nayo. Umefanya kama wewe sasa hivi kama hivi unafanya activity fulani kujenga community, kitu fulani umefanya, unaenda pale unaposti vizuri, unaonyesha problem, unaonyesha namna ulivyo tackle that problem, onyesha namna impact ilivyotokea, if kuna testimonies onyesha hapo, alafu attach picha. Yani utaanza kuziona, yani be consistent. Utaanza kuona tu watu wanaanza wanaanza kukuona, kwa unajikuta profile yako inaanza kutembea. So at the end of the day unaweza ukajikuta unajipatia fursa tu vizuri katika namna ambayo itakuja kukusaidia. Kuna hizo social media management tools kama Hootsuite, kuna Buffer, kuna Sprout ambazo zenyewe zinasaidia kumanage schedule mitandaoni. Kama ile nilokuambia, unajua kabisa muda huu sasa hivi natakuwa ni posti, muda huu nitulie, muda fulani ni posti, muda fulani nitulie. Kwa wale ma social media managers, hizi ni platforms au ni tools nzuri sana za kuzitumia. Sorry. Okay, so kuna marketing tools, kuna HubSpot hao na zingine ambazo zenyewe zinasaidia kufanya marketing automation. Marketing automation. Yaani unajikuta automatic tu biashara yako inatangazwa. Ndio hizo tunaziona ads. Ukiona zako unaangalia video yako Facebook, mara ghafla unaona ka ads ka Serengeti yako, mara Tigo hiyo, sio nini, huwa wanatumia hizi sasa marketing tools HubSpot. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unatangaza biashara yako pia katika namna hiyo, unawafikia wateja katika namna hiyo. Lakini pia inasaidia kufanya kitu kinaitwa customer management. Yaani unatengeneza mahusiano, una manage hiyo customer relationship kati yako wewe na wateja wako. Hii tools inasaidia. Lakini ya mwisho ni hiyo designing tools kama hizo Canva, Adobe, sio na nini, zenyewe zinasaidia kwa ajili ya kutengeneza visual content. Okay, so hizo zilikuwa sasa, na imani at least awareness, I believe kidogo at least awareness tunaipata kwamba kumbe kuna hiki okay. Yes, so mimi naamini session zinazokuja huko dada Joanita atatusaidia kutuletea wataalamu sasa. Okay, Canva inatumikaje? Tunapitishwa kwenye darasa, tunaona inavyotumika na nini, sehemu zake, section zake ni hizi. I think itakuwa ni better way. Lakini sasa hivi at least umeshajua okay, kumbe kuna hiki. Tusaidia pia kuwa na hiyo awareness. So let's move. So let us see the marketable digital tools and AI. Ni zipi hizi digital skills gani? Kwa sababu ziko nyingi sana, lakini sio zote ni marketable. Ila kuna zile ambazo ukiwa nazo ukazijua
zitakusaidia sana sana kujitangaza na kuonyesha kwamba wewe kweli kijana George tuna uwezo wa kufanya naye kazi kwenye hii ofisi, au bwana, mimi na biashara yangu hapa, nimtafute George nimpe hili dili aweze kunifanyia kazi na vitu kama hivyo. Ya kwanza ni hii hapo, tunaita graphic design, video editing and UI and UX. Hii UI and UX kwa kirefu chake tunasema ni user interface and user experience. Yeah, user interface and user experience. Kwa ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza mifumo inayoeleweka kwa mtumia ambaye anatumia simu. Lakini kwa ukubwa zaidi tunavyozungumza graphic design, video editing, maana wanatafutwa watu ambao wana uwezo wa kutengeneza picha vizuri, kutengeneza graphic design vizuri, kwa sababu biashara nyingi sasa hivi wanahitaji picha guys. Makampuni, maofisi wanahitaji picha, wanahitaji videos. Yaani wewe angalia tu sasa hivi pita mashiri, hata VIO unaiona hii hapa sasa hivi. Zinatengenezwa graphic mbalimbali. Yaani unaona hiyo kitu, mashirika yanatakiwa kujitangaza katika namna ya visual, yanaonekane. Kuna kitu kinaitwa visibility. Yaani inatafutwa hiyo visibility kwenye kila eneo, biashara iwe visible. Sijui kama ni ofisi iwe visible. Sawa, nyinyi mnafanya mambo ya community empowerment. Mbona muonekani, hatuoni kazi zenu? You see, kwa hiyo visibility inahitajika. Hiyo visibility tunaipata wapi? Ndio vitu kama hivi. Zinahitajika picha, zinahitajika video. Nani wa kupiga picha vizuri? Nani wa kutengeneza graphic vizuri? Nani wa kushoot video vizuri? Na kuziedit video vizuri ziende. Donors wanapoona wanakuwa interested, wao kuna kitu fulani kimefanyika. You see? Kwa wanatafutwa vijana, watu wenye ujuzi wa kutumia hizo technology. Graphic design. Watu wanaweza kutengeneza posters, watu wanaweza kutengeneza logo, watu wanaweza kutengeneza CV vizuri. Watu wanaweza kutengeneza presentation vizuri. Hiyo vitu. Kwa hiyo tools zake mara nyingi sana zinakuwa ni hizo Canva, wengine wanatumia Photoshop, wengine wanatumia AI tools. Na matokeo yake au impact yake au opportunity inaweza kutokea kwenye hivi vitu. Utajikuta unajitangaza kama mtaalamu wa kutengeneza logo design, utajikuta unajitangaza kama mtaalamu wa kutengeneza posters and flyers, kutangaza kama vile kuna watu wanaweza kufanya branding, nafikiri tutaiongelea huko mbele. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatafutwa guys, na nyinyi ni mashahidi, sisi sote ni mashahidi, tunayaona mambo yanayoendelea huko duniani. Kingine kinachotafutwa ni hiki hapa. Kinachouza, ujuzi unaouza pia ni hii content creation. Uhalisia uliopo sasa hivi kwenye soko, makampuni, biashara, ofisi mbalimbali, taasisi mbalimbali yanatafuta watu wanaoweza kusema hadithi zao kidigitali. Yaani kwamba sisi teach a man to fish tunataka mambo yetu yaende. Tunataka vitu vyetu viende. Tunatafuta hawa watu. Sole, ninasikika jamani? Ninaona kama kuna kitu hapa. Naomba mnipe ishara kama ninasikika. Okay, asante. Naona kama kuna kitu kama interfere. Thank you. So watu wanatafutwa, sisi Teach a Man to Fish tunafanya program zetu na vijana mashuleni kwa ajili ya kuempower kwenye eneo la entrepreneurship skills. Tunatafuta mtu mwenye uwezo wa kuizungumza kampuni yetu, mwenye uwezo wa kuzungumza success stories zetu. Nani anaweza katengeneza content kidigitali? Ndio hiyo storytelling. Tunayaona hayo. Wanatafutwa hao watu. Kwa hiyo jamani, ujuzi huu ni vitu tunaweza tukajifunza, sio kama ni vitu no, everyone has an opportunity to learn this. Hizo sijui nilizotoka kuzisema, mambo ya nini hayo ya graphic design, video edit, tunajifunza. Content creation tunajifunza kabisa. Wapo wataalamu, zipo material mitandaoni, so you can learn how to produce content, how to create content ambayo ikipostiwa ikawekwa hapo italeta mashiko. Yani mtu akisikiliza, mtu anakuwa wow. Yani kuna watu wakisikiliza, ndio maana unaona hizi content, kuna mtu anaangalia tu content, wow, mtu anafurahia, anakuja kutafuta biashara yako iko wapi.
Kwa nini? Amesikia amesikia, ameona mtandaoni watu story inavyoielezea hiyo ofisi au hiyo biashara vizuri, au hizo success stories zinavyoelezewa, namna ambavyo content zinatengeneza kuelezea impact ya product ambayo mtu kaitumia, imempa manufaa gani na vitu kama hivyo. Kwa anatafuta watu ambao wanaweza wakuzungumza, watu wanaweza wakasema, watu ambao wanaweza wakapresent, wakadisplay the story of the company kidigitali, hiyo storytelling. Mara nyingi sana soko liko huko. TikTok ukienda watu wanaposti sana hizo reels, YouTube, Instagram, Facebook, kwenye mablog, kwenye podcasting, tunaona huko ndo soko lipo, watu wanaposti. Kwa hiyo na hii pia ni ujuzi ambao pia unaweza kuutumia. Kuna tools kama hizo CapCut huwa inatumika kutengenezea hizo. Kuna tools kama InShot, kuna tools kama AI editing pamoja na Canva huwa zinatumika sana kutengenezea hizo content. Lakini pia ujuzi mwingine ambao unahitajika, ambao uko sokoni sana, ni social media management. Wanatafuta watu hao ambao wanaweza wakasimamia brand ya biashara ya mtu au kampuni au taasisi. Wanatafuta watu wenye uwezo, yani kwamba mtu anaisimamia chapa, anasimamia brand ya taasisi. Kwamba kuhakikisha kwamba, na ndio maana unaona hata kwenye mitandao, unaona hata makampuni haya, kwa mfano unaona Tigo, au kama ni mabenki, au sijui Vodacom, au sijui nini, mitandao ya simu au mabenki, labda ikitokea kwalo, labda wameposti kitu fulani, kuna mtu kule akauliza na nini, unaona kuna hiyo inajibu pale chap tu, kuna mtu yuko pale. Yani wanatafuta watu wanaweza kusimamia, kuhakikisha kwamba kama kuna kwalo, kama kuna concern yoyote, iwe solved as ill as possible. Yani sionekane kwamba kuna shida, mbona sasa tunaleta concern, hamtusikilizi na nini. Kwa wanatafuta watu hao, social media management, anything happen. Yani ni mtu ambaye ana uwezo wa kuiangalia akaunti ya mtu, kuisimamia, kuona kama kuna kitu chochote ambacho kinaweza kikatokea, kuhakikisha basi kinasolviwa. So wanatafuta hao watu guys, wanatafuta hao watu sana managing. Kwa unaweza ka manage hizo Instagram, ku manage Facebook, TikTok, ku manage YouTube. Yes, kwa hiyo hao watu wanahitajika. Okay, nyingine ni hii digital marketing and data. Wanahitajika sana watu hawa wa kufanya analysis mbalimbali. Jamani, biashara nyingi sasa hivi, almost kila biashara inahitaji wateja online sasa hivi. Tupo kwa kipindi ambacho kila biashara inahitaji wateja online. That's why unaweza ukaona huo mlipuko mkubwa sana wa biashara online. Mara unakuta huyu anapost status biashara zake, mara huyu anatangaza Instagram, huyu anatangaza nini, kwa sababu ndiko watu hapo huko. Sasa kujua jinsi gani ya kuwapata wateja kwenye mitandao, hiyo ndio inahitajika sasa, digital marketing skills, uwezo wako wa kutumia digital kutangaza, kufanya marketing huko. Una uwezo huo. Lakini pia kufanya mambo ya data analysis, kuelewa tabia za wateja kupitia namba zao. Unaweza kujua tabia ya mteja, kwamba huyu sasa hivi wateja sasa hivi wapo kwenye eneo hili. Bwana, wateja sasa hivi wanataka product za namna hii. Wateja sasa hivi wamehamia kwenye eneo hili. Yani kujua tabia za wateja. Utaweza? So wanatafutwa hao watu ambao wana uwezo wa kutumia au wenye ujuzi wa hizo digital marketing and data analysis. Na kwenye hii kitu inasaidiaje? Inasaidia ku reach customers online. Yani unawafikia wateja vizuri sana online kwa wakati, kwa muda mzuri. Lakini pia inakusaidia ku increase sales, kuongeza mauzo kama ni biashara. Lakini pia inasaidia pia ku run ads kama nilizosema pale mwanzoni, zile ads za matangazo zinazojitokeza, zinazo pop up kwenye mitandao. Kwa hiyo inasaidia sana kwenye hilo eneo. Lakini pia kingine ambacho kinahitajika sana ni data entry pamoja na visual assistance. Mtu mwenye uwezo wa kutumia device vyema, kama ni simu, kompyuta yako, kufanya hizo data entries na kuzianalyze. Wanatafuta hao watu. Kazi rahisi ni kwanza. Yani sasa hivi anza kujifunza, kuna vikao na nini, sasa hivi anza kuingiza data, anza kupanga meeting, anza kusimamia email na vitu kama hivyo. Unaweza kujikuta unaanza kuwa mzoefu. Kwa mzoefu. Kuna virtual assistance, mtu anayeweza kutoa msaada wa kiutawala au kiubunifu kwa mteja akiwa mbali.
Hiyo virtual assistance, yani wewe uko zako mbali, lakini kuna mteja yuko mahali ana changamoto, you can provide an assistance, administrative support for your customers. Wewe uko zako mbali, ndio hiyo kitu wanatafuta hawa watu mwenye uwezo wa kudesign au kutumia AI powered software apps, kwa mfano Siri, Alexa, kwa ajili ya kurespond. Unajua, kwa mfano kama sasa hivi unaweza ukawa na concern yoyote. Kuna baadhi ya website ukiingia au platforms mbalimbali ukiingia, kama una jambo lolote ukicomment tu pale, unashangaa yani pale yani saa hiyo unajibiwa. Ule ni mfumo, yani ni mtu kakaka utengeneza. So wanatafuta watu hao guys, wanatafuta watu hao wa kutengeneza hiyo mifumo ambayo inaweza correspond automatic kwenye biashara ya mtu na vitu kama hivyo. So ni nani guys, ni opportunities. Kwa kama nilivyosema, mpaka at the end of this session tutakuwa umeelewa hizo opportunity, fursa zilizopo kwenye digital issues. Okay, so so when it come to artificial intelligence, it's all about AI ni teknolojia inayowezesha mashine kufikiri, ni teknolojia inayowezesha mashine kujibu maswali, ni teknolojia inayowezesha mashine kujifunza, ni teknolojia inayowezesha mashine kutengeneza kazi mbalimbali. Mfano hizo tools, kuna hizo OpenAI, ChatGPT, kuna Google Gemini, kuna Canva AI, kuna Microsoft Copilot. Kwa zote hizo ni tools za AI zinazosaidia kwenye vitu mbalimbali. And how can AI can help you? Inaweza kusaidia kwenye mambo ya writing, kwenye graphic design, kwenye mambo ya research, mambo ya biashara, mambo ya masoko, mambo ya elimu, lakini pia mambo ya content creation kama nilivyozungumza hapo awali. So marketable AI tools ni hizo sana ambazo binafsi I recommend kama ukazijua, lakini na imani kuna zingine tutasaidiwa pia hapa na wataalamu ambao wako hapa kuweza kuzijua pia, but what I know ni hizo. Kuna ChatGPT and Claude ambayo yenyewe inatumika kwa ajili ya mambo ya research na strategic planning. Unataka kufanya utafiti wako, kuandika mipango mbalimbali, hii hapa itakusaidia. Kuna Midjourney au Canva AI, unataka kwa ajili ya kutengeneza picha za kisasa, ni hii hapo. Lakini kuna Zapier, hiyo mambo ya automating business workflow, kufuatilia biashara inavyoenda. Lakini pia kuna prompt engineering, hii nitaisema hapo mbele. Kuna kitu ambacho pia nilishirikishwa, nafikiri kuna hizo types of AI, dada Joanita anaweza kanisaidia. Kuna type hii AI imekaa kwenye phase jamani. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukanisaidia dada Joanita, sio kazi type hapo zile types of AI zile zipo jamani kwenye phase. Kuna super AI, kuna general AI na kuna nyingine nafikiri inakuja hiyo. Zipo hizo. Kwa nafikiri dada Joanita kama anaweza kuziweka kwenye message hapo tutaweza tukaziona. Lakini prompt engineering, tunapozungumza ku prompt maana yake ni nini? AI sio tu kuitumia. AI sio tu kuitumia. Okay, nafikiri amezionyesha hapo. Mmeziona jamani Yes. Hizo kuna hiyo Nalo AI, alafu kuna Nalo AI ndio hiyo ina perform a specific task kama hizo ChatGPT, Siri, Google Maps. Alafu kuna General AI ambayo yenyewe ina think like human, ambayo yenyewe tunaambiwa iko kwenye utafiti.
alafu wataalamu wanakuambia sasa inakuja hiyo ya baadaye huko mbeleni, kuna kitu kinaitwa super AI ambayo yenyewe sasa ita exceed human intelligence, kwamba itakuwa ina